Nawapenda sana ndugu zangu, nawapenda sana ila elewa ya kwamba kule kwabo Salah, Mohamed Salah banapaitaka Egypte kwa Kifaransa. Kule kwa Mohamed Salah kule kwa Kiswahili panaitwa Misri. Muliona Coupe du Monde World Cup walitolewa kwa robo finali ya World Cup. Walio watoa ni Argentina yake Lionel Messi. Misri kuna mtu mmoja kule Egypte kule aliyeitwa Yosefu. Nadhani tutafahamu historia hiyo ya Yosefu. Yosefu alikuwa mtoto wa Yakobo, mtoto pendwa aliyependwa na baba yake. Sijui kama kuna mtoto aliyependwa na baba yake kama Yosefu. Yosefu baba yake alimtamkia maneno ya baraka, akamwambia, nataka siku moja uwe mtu mkubwa. Sijui kuna siku baba yako ashakutamkia maneno mazuri, na kushauri kama hajakutamkia, nenda kwenye baba yako akutamkie maneno mazuri. Kama bado hajafa, nenda na kutuma wewe unayefuatilia video akaunti yangu ya TikTok Blessing Kamabu. Nenda kwa baba yako, usiende kwa mama yako. Nenda kwa baba yako akutamkie maneno ya baraka. Utakuja kunishukuru na kuambia, kabla hatujaendelea, alitamkiwa maneno ya baraka Yosefu. Siku moja nataka mwanangu uwe mtu mkubwa. Naye aliweka jambo hilo moyoni, kaanza kuliombea. Utakapoambiwa maneno yaombee, yatavaa mwili na kuomba. Yosefu alikuwa mstaarabu, mtoto mzuri sana. Ilikuwa siku moja, ndugu zake tu, sio watu wa nje. Ndugu zake wakamuuza Yosefu, wakamuuza jamani. Na kitu ambacho uelewe katika maisha unayoyapitia, sio watu wa nje watakao kuharibu, watakao kutakia mabaya, watakao kutakia kifo. Sio watu wa nje, ni wale ndugu zako, wale marafiki zako, wale unaosema ni watu wangu wa maana. Wale watakupa sumu. Wafundishe mambo mazuri, lakini ni wale nasema ni wale watakutaya vibaya, wataharibu jina lako. Wanunulie chakula, mavazi. Yule mume wako unayelala naye kitandani ni yule mke wako unayemuita baby nini, ni yule ambaye anaweza kugeuka muda wote. Hawakuwa watu wa nje. Biblia inasema hivyo, ndugu zake. Kiswahili kizuri kinasema ndugu zake.
Katika undugu usizani tu ni kaka dada. Kuna vitu vingi sana kiroho, ndugu zake. Unielewe vizuri. Wakamuuza. Unajua maana ya kuuza mtu? Kiswahili cha Kongo kinasema wakamuuzisha, lakini Kiswahili kizuri cha Tanzania, na wapenda sana wa Tanzania, muna Kiswahili kizuri, muna lugha nzuri, naipenda, natamani nifahamu hiyo lugha. Wakamuuza Yosefu. Sasa kule akapata shida utumwani kule, wakamsingizia huko ya kwamba amembaka mke. Inauma. Mfanyie mtu, nifanyie kitu kibaya chochote, lakini nakuomba usinisingizie. Nikuambie, kitu cha kusingizia kinaumiza. Kwa nini usikubali? Watu wengi wamesingiziwa kwenye ndoa. Mtu anafanya dhambi yake kule, lakini anaogopa kudhalilika, anasingizia huyu ndo alisababisha. Huyu kwenye kazi, mtu anaiba pesa, anamsingizia mfanyakazi mwenzake. Nifanyie vitu vingine vyote, niibie, nifanye nini, lakini usinisingizie kitu ambacho mimi sikukifanya. Sijui na wewe uko hivyo. Akasingiziwa kitu ambacho nakifurahia kwa kusingizia mtu. Mungu ni mwaminifu. Lugha ya kienyeji inasemaga ya Kongo ya Wanande inasema ekwenene ikalabo muliko na cheve sikilichata visama. Endelea kusingizia watu, lakini elewa ya kwamba ekwenene ikalabo muliko na cheve sikili visama. Kweli itabaki kuwa kweli, uongo haujawahi kufichika. Nataka wewe unayesikiliza message hii, ujumbe huu, upate kitu ambacho kitakusaidia. Na kama unasingiziaga watu, badilika. Kaburi inatungojea sote. Wengi wanasahau kesho, wanaangalia leo. Nitazikwa, utazikwa. Udongo ulitoka mavumbini, unarudi mavumbini. Nisingizie, endelea kunisingizia, endelea kusingizia ndugu yako, lakini kweli itabaki kuwa kweli. Acha kufurahisha watu, furahisha Mungu. Kwa nini unapenda kufurahisha watu? Watu watapita, lakini neno la Mungu litabaki pale pale. Alisingiziwa Yosefu. Alikuwa mwaminifu kwa Mungu, akabaki mwaminifu. Na wewe nakuambia, baki mwaminifu hivyo hivyo. Kuna kitu kizuri kinaandaliwa. Kuna kitu kizuri kinaandaliwa. Baki mwaminifu kwa Mungu. Wanaokusingizia watajutia.
watajutia maisha yao kesho. Teseka leo, kubali tu kuteseka, umia. Machozi ya kila siku, mama yangu, baba yangu, kijana, mtoto, kesho ni yako, iko njema, iko nzuri, utafurahi, usiogope. Alibaki mwaminifu kwa Mungu. Neno alilotamkiwa na baba yake, hilo neno ndio lilimfuata. Ndio maana nilikutuma kule, nenda kwa baba yako. Kama hujawahi tamkiwa neno la baraka, nenda. Kama kuna mambo ulimkosea baba yako, mwambie baba, nisamehe, akutamkie. Utafute maneno, usiende kule mwambie baba, nataka unitamkie. No. Fikiria, kuna vitu vibaya ulivifanya. Tubu. Na wakati utatubu, sauti ya Mungu itatokea kwenye kinywa cha baba yako. Utabarikiwa, watakutakia maneno. Yale maneno ndio yalimsaidia kwenye shida. Huyo Yosefu yalimsaidia. Elewa ya kwamba Yosefu wakatafuta mtu ambaye anaweza akatafsiria ndoto za mfalme. Walitafuta watafsiri, kuna mtu kule, nini kule, kama nini kule, alikosekana. Lakini neno la baba alilomtamkia mwanaye Yosefu, hiyo sauti ikamtafuta Yosefu, akatafsiri ndoto. Akatafsiri ndoto Yosefu, na hiyo kutafsiri ndoto, baadaye Yosefu akakuwa mfalme baada ya Farao. Yosefu akakuwa mfalme Misri, huko Egypte, kule kwa Mohamed Salah, wale wenyewe walipigwa na Argentina ya Messi. Akakuwa mfalme baada ya Farao. Neno la baba lilimfuata, lakini uaminifu wake ndio ulimkubalisha. Nanielewa? Wow! Elewa ya kwamba Yusufu alikataa dhambi. Sijui nikwambie nini. Alikataa dhambi na Mungu hakumwacha. Mungu alikuwa pamoja naye. Na alimpa uwezo kutafsiri ndoto. Mungu ndo alimpa uwezo wa kutafsiri ndoto. Nikwambie nini ndugu yangu? Yusufu akainuliwa akawa mtawala baada ya nani? Ya huyo Farao. Wanaokudharau, wale waliokusingizia, ni wale watashuhudia. Tabasamu kidogo, sema amina. Ni wale watashuhudia, ni wale watakuita mfalme, ni wale watasema baba. Waliokuita takataka, ni wale watasema tusaidie. Unajua mfalme, unajua sifa za mfalme, unazijua. Ni wale watashuka mbele yako, ni wale
Niseme nini? Yesu, kuna kitu nakisikia, kuna kitu nakihisi kweli. Huyo aliyekataliwa na ndugu zake, huyo aliyetupiwa maneno mabaya machafu. Sasa yeye hakulipisha kisasi. Jinsi wewe unapangilia kulipisha kisasi, aliokoa watu. Biblia inasema aliokoa watu wengi, na kati ya wale watu wengi hakusahau jamaa yake. Sio jamaa yako tu, hata jamaa ya kule ulikotosha mke wako, hata jamaa ya kule ulikopata mume wako. Unanielewa? Alisaidia, aliokoa watu. Roho ya kimungu. Kuwa na roho ya kimungu hata kama umepitia shida za aina gani. Kuwa na roho ya kimungu. Sijui unanielewa? Mambo ya kulipisha kisasi hapana. Vumilia, mateso yataisha, hayataendelea. Leo teseka, kesho utafurahi. Acha wakuseme, acha wakutangaze vibaya, acha wakutukane, acha wakusingizie. Nisikie vizuri, acha wakusingizie, acha wakusingizie. Leo ulifanya hiki, ulifanya hiki, kesho alimweka Mungu mbele. Yusufu alimweka Mungu mbele, akasema Mungu nisaidie. Mweke Mungu mbele, achana na mambo ya dunia, yatapita. Mweke Mungu mbele bana. Tenda mema, nenda zako. Mtu anakutukana, sema asante. Unajua kuna wakati ukikuwa mpole, wanapokusingizia unakuwa mpole. Unakuta watu wanasema kasha pola, na kweli kasha pola. Ni kweli, ni kweli. Wewe tulia hivyo hivyo, sababu hawajui kilicho ndani mwako, hawajui kilicho rohoni mwako, hawajui connection yako wewe na Mungu. Waache tu. Wewe angalia kesho, angalia kesho yako, angalia kesho yako. Sema amina. Atakaa imara katikati ya majaribu. Biblia inasema hivyo. Utakaa imara katikati ya majaribu. Achana na vile vitu, achana navyo. Usikate tamaa sababu ya shida unazozipitia leo. Usikate tamaa, songa mbele, omba Mungu, soma Biblia. Neno la Mungu ni taa kwa miguu yetu na nuru kwa njia yetu. Usikate tamaa ndugu yangu, songa mbele. Acha waseme, acha wakutukane. Pole sana ndugu yangu, pole. Wale ambao wamefiwa na wazazi, pole. Watu wamekatwa huku Beni, pole. Usikate tamaa, tuseme Mungu hayupo. Yupo Mungu aliyesaidia Yusufu, ataendelea kukusaidia, atatutetea. Hajalala bado. Unanielewa kweli? Mungu anaweza kukugeuza. Mungu aligeuza gereza hadi kwenye kiti cha ufalme, hadi kwenye kiti cha heshima. Aliyekuwa mfungwa akapandishwa juu.
akakuwa mfalme. Umejutia, umesema nimechoka, umesema imetosha, acha nifie humu gerezani. Najua kuna wafungwa ambao wamesingiziwa, kuna wafungwa ambao hawajasingiziwa kweli. Hatuseme wote wamesingiziwa, kuna wengine hawajasingiziwa, na kuna wengine pia kweli wamefungwa, waliiba, walifanya vitu vibaya kabisa, lakini ilikuwa roho ya kishetani, ilikuwa sio yeye, na ametubu kwa Mungu. We tulia hivyo hivyo, baki tu pale pale gerezani. Mungu atakuonekania, atakuja, atakutoa jinsi alivyomtoa Yusufu kapandishwa. We omba Mungu pale gerezani, usibaki pale hivi, usiibe chakula ya watu pale. Omba kama umesikia njaa, omba, usiibe. Kama wanakukatalia basi baki hivyo hivyo, we omba, Mungu atakusaidia, atakutoa jinsi alivyotoa Yusufu. Acha kusema maneno mabaya, acha kusema Mungu hayupo. Yupo Mungu. Please, nakuomba, Mungu yupo. Sijui unanielewa? Sijui Kiswahili kinasema nini, kukusudia mabaya, wanakutakia mabaya, wale watashuhudia, ni wale watashuhudia mema ya Bwana katika maisha yako, ni wale watashuka. Tulia hivyo hivyo, baki hivyo hivyo, baki hivyo hivyo. Yusufu hakutikisika, simama imara. Wewe angalie tu, omba Mungu, omba Mungu. Nashukuru Papa Kasereka Muriangasu ambaye anasapoti Injili, na ni yeye anasababisha upate ujumbe huu. Jishi umenitazama hapa, jishi nimevaa ni Kasgold. Kwa hiyo tumuombee baraka za Mungu. Nenda kanunue pikipiki yako, imebarikiwa. Nenda kanunue bajaji yako, imebarikiwa. Triportere yako imebarikiwa. Fanya kazi, ziko pale Butembo, zipo Beni, zipo Kisangani, zipo Lubumbashi, zipo Kishasa, zipo Kongo yote. Kasgold ipo. Hii ndo pikipiki bora, bajaji bora, triportere bora ambayo imepakwa mafuta ya Roho Mtakatifu, sababu yeye anasapoti kwanza Injili. Sina mengi ya kusema, namba ziko hapa, kanunue, ufanye kazi na Mungu akubariki. Sema